Yeah, so guys, msanii anajulikana kama Godi Tena, na Godi Tena ni moja kati ya wasanii TikToker anapenda kuzitoka nao. This guy alipotoka kwenda Australia. Now from Australia inasemekana kwamba alifika huko, na baada ya kufika huko akaamua kuibia mtu alikuwa amehost. Kuna huyo msanii wa Abanton alienda Australia na akaiba huko. Nasema Kenya kuboeka ni kujitakia. Yaani msanii wa Abanton amefanya nini tena Australia? Msanii wa Abanton amefanya nini Australia? Ala, Godi Tena sapa. So ndio umeko Australia juzi. Ai, wewe ndio umeko Australia juzi bana John, nilikuona. Na wewe jua bana John, information ishanifike kwa ground kama sauti ya Rasta Jo. Itasumbua sana. Machaji na manyonyo hizi. Yaani wasanii wa hadi wa Abanton wanakuanga maboys wa kuchai Jo. Kwa mhost. Hapa kuna story yake na bado kuna story ya Udem. Now, huyu ni yule dem mwenye alihost Godi Tena. So kulingana na Udem anasema kwamba Godi Tena alimuibia. Now to get this clear, je, ni kweli ulimpatia Godi Tena zawadi ya iPad ama wewe ama alikuibia? One, that's a lie. He's not worth the iPad tuanzi hapo and now ukisikia story ya Godi Tena anasema walikuwa wamependana na Udem, ndio maana akampatia vitu zenye alimpatia. Alikuwa na date tu, like alikuwa na date kulani in short. Ni mbaya. Alikuwa tu like alikuwa amenidate kama domba ya bro, analipwa 1 million per week. Una get. Ukitaka kujua ni nini ilifanyika, stick to the channel likupeleke na motara. Connecting. Machaji na manyonyo hizi. Yaani wasanii wa hadi wa Abanton wanakuanga maboys wa kuchai Jo. Boys ameenda Australia kupiga show bana. Show yake ya kwanza ya international. Unacheki. So amefika ile Zabi, mtu wangu amepiga shughuli, alafu so kuna Kuela alikuwa amemhost. Na huyu msanii alikuwa anadomboda huko Kuela. Unacheki. So manze huyo boys wako pale hivyo kwele nini ile mbanyu anacheki MacBook bana Jo. Anacheki iPhone 17. Kidogo anaangalia chain ya ugoro. Kidogo sijui anaangalia mapetco. Yaani kulikuwa na kila kitu. Usikii boy alichai kila kitu Jo. Kila kitu amezisunda. Hata mimi nasikia kwa airport alijipeleka mguu. Teke. Alinakama ingia ndege amekuja mtaa. Sasa ile ngori nasikia anachachisha na hizo mabling. Anachachisha nazo. Ametulia pale kwa studio na hiyo MacBook bati anajifanya. Sasa unasikia wale maboys wa Australia washakuja Kenya kumround Jo. Unasema wewe bro ni aje? Wewe tunakuleta huku hivi upige shughuli alafu unatuchai. Mimi nakwambia acha kwanza nigoje nione sinema mtu wangu. Sasa huyu boy huyo hata hajarudi Australia tena, ashajaribia bana. Kwani wewe umeenda kupiga shughuli unapata dofiti tena unachai Jo. Tena ule dem mwenyewe unamdomboda tena unamchai. Ustake jua. In Australia, and we need, I think we need to call it out. You know, we bring a lot of artists from Kenya over to Australia to perform. Now there's this one artist mwenye alikuja kaibia kila mtu huko Australia. What do you mean? Alikama kabeba laptop. Artist? Msanii ambaye anajulikana. Ambaye anajulikana. For real? Yeah. Alikuibia nini? Ni rapper, okay, let's say, generally ni rapper. Lakini ni rapper fulani. Ni rapper. Unajua kama kuna kitu moja wasanii wanaifanya to their best ni cloud chasing. Unaget, maybe ni cloud chase ama kuna seriousness mahali. Unaget, kama ni mwizi. Kama ni cloud chase then wanafaa ku like they can do better. Ndio wewe cloud chase. Hiyo achia bahati na kina watu wengine. Unaget. So Udem anajulikana kama Nasimiu. Unaget, Nasimiu. So Udem anaishi Majuu. So Godi Tena alienda Majuu kwa sababu unajua venye wase wanakuanga Kenya wasanii wanaishi Majuu. Unaona kuna Wakenya ambao wanaishi Majuu. So wakitaka kuinvite wanakuinvite kwa maybe mahali fulani kama New York, na nyinyi wase wengi mko New York, mnachangado mnaita msanii na perform and then mnamlipa do zake. Kama ni mwezi mzima anakuja na watumbuiza kwa miezi hiyo, kwa hiyo mwezi mzima ama kwa wiki mbili, kama ni kwa wiki moja. Unaget, na tegemea na venye mtaelewana. So anakuja na wapigia muziki mkimalizana na hiyo muziki obviously mnamganja yeye anarudi home. So huyu dem anajulikana kama Nasimiu, yali amua kuhost mse. Unaget, kulingana na stories zenye ziko hapa na pa. Udem aliamua kuhost Godi Tena. Now Godi Tena anasema vizuri sana. Wacha tuseme story ya Udem kwanza. Sawa. Godi Tena
Udem anasema vizuri sana. Yeye alihost Godi Tena kama mse mwenye anamjua, like huyu ni mse mwenye wanajuana na brother yake. Unaget? So yeye tu alikuwa like alimsaidia kama bro. Unaget? So Udem aliishi na yeye, like alimpatia accommodation na nini. Unaget? So story nyingine inasemekana ni kwamba Godi Tena aliibia mse. Number one, nimeona a statement akisema sijui I had a crush on him. Yeah. I was spoiling him. Ulimspoil maana yake ulikuwa umemkufia unampenda. Kuspoil just buying someone liquor worth $150, hiyo sio kuspoil mtu. That is normal things normal people do. Okay. Unless hajazoea. Okay. Na hiyo sio ni mapenzi. And plus nilikuwa na mtu kama brother yangu, especially Adi, the promoter knew he's my brother. Okay. And make it clear he was seeing someone else here, not me. Ye, ulikuwa unajua kwamba akana dem Kenya? Si dem yake ni tuliongea hadi kuna time before akuje, because I'm here, so it was easier for him kujua what happened. Okay. Alibia Udem laptop na chain fulani ya wembe, inakaa iko na wembe, na hiyo chain ilikuwa best ya Udem. Hiyo story ya Udem hapa msikize. Na Godi Tena alipokuwa Australia mlana na yeye? No, Okay. No. So yeah. The whole sorry. Oh, so according to whatever alituambia jana ni uongo. That is a lie, and hizo vitu sisi aliiba kutoka kwa nyumba. So this is it, nipatia nile. It's very hard for us kupata mtu at home na DHL is taking a very long time. Yeah, true. So it was a gift nilibaia brother yangu mdogo ako 6 years. Nilinunua kitambo. So when he was here, simu yake haiko inafanya, ilikuwa imeharibika. So nikamwambia Godi, ukienda home utanichukulia hii iPad upe brother yangu, because they live in the same apartment na my big brother, but he's younger than me. Okay. So nikamwambia utapitia mesh. So akasema sawa. So when he was here, his phone was misbehaving, and then alipata accident apparently. Simu yake ikapika kabisa. So he was like, can I please use your iPad? My phone inazima. Actually niko na hiyo screenshot akiniuliza hadi password ya iPad. Nikamwambia that is okay, na pia hiyo kusumbuliwa kwa customs is fine ukiweka iCloud yako. So he logged me out, akajilog in na iCloud yake. Yeah, because this is my friend, nimemjua for more than 5 years. I was like, oh okay, cool. So akaeka iCloud yake hapo ndani, and then I was like, ukifika home utai restart ikue kama mpya, and then peane. So I gave him the iPad, I gave him handbags, and I gave him shoes. So hata kama nilikuwa na gift, okay, what is he going to do with handbags za wanawake na perfumes za wanawake, because those are things that nilikuwa nimempea for my mom. Ni kweli. Nampatia handbag ya kazi gani? Yeah. So nampatia handbag afanye nini? Kuna story bado ya Godi Tena, na Godi Tena anasema vizuri sana Udem alimpenda. Unajua venye unaendanga mahali unapata crush alafu inakuwa Udem amekupenda na inakuwa hivyo. So hapa kuna story mbili, kuna kwa Udem na bado kuna ya Godi Tena, na hii ni story ya Godi Tena. Godi Tena anasema vizuri sana Udem alimkufia, unaget. So baada ya kukufia Godi Tena akamtoa. So Udem akatoa Godi Tena kwa apartment alikuwa anakaa, ikabidi amhost kwake. Sasa unaona, alimtoa kwa hoteli, ikabidi amlete kwa apartment ya Udem. So Udem akawa ni kama anamprovidea na hizo masiku zote zenye Godi Tena alikuwa huko, ikawa ni Udem anamshughulikia food nini, kila kitu iko sawa. Kama ni kuenda wapi, Udem ndiye anasimamia, unaget. Obvious Udem, Godi Tena anasema vizuri sana Udem ni kama alikuwa anataka wafanye 1 2 3, unaget. Nyinyi ni watu wazima, msitaki niongee sana, unaget. So Udem akaona hii ni chance nzuri sana. So Udem akamuinvite kwake, alafu kenye ilifanyika hapo mpaka venye Udem aliamua kupatia Godi Tena laptop, aliamua kupatia Godi Tena iPad na hiyo chain na kila kitu yenye aliamua kumpatia ni kwa sababu Godi Tena alimpiga mechi fiti, unaget. Nyinyi ni watu wazima, tuelewane haraka, unaona. So Udem, kulingana na Godi Tena, anasema Udem alimpenda kwa sababu ya mechi fiti. Tunaelewana kufikia hapo? Huyo dem ameenda ako like, mimi nataka kukaa na Godi Tena bro. Huyo dem amenitoa kwa hotel 53rd floor, amenipeleka kwa keja yake. Huyo dem alikuwa na intentions ya kukuchora. Alikuwa na dai tu like, alikuwa na dai kulana in short. Ni mbaya. Hiyo tu like alikuwa amenidate. Niko na receipt.
akinipea iPad ikiwa hivi hata hajaeka account, ametoa account yake kwanza. Bro, si wewe unajua iPhone lazima uweke iCloud yako. Hawezi weka iCloud yako ikiwa Udemso alikuwa anakukatia na materialistic things. Ndio mimi narudi Kenya. NGC wakafanya bulanda. Machaji na manyonyo hizo NGC walipost mimi na demi yangu. Sasa love of your life. Love of my life. Wacha sasa Goshodo aone hiyo post. Kachizi. Hey, Godi tena hiyo iPad pia brother yangu ako classic bro. Brother ako classic anaweza tumia iPad. Karibu ukate msolombo. Rada bro. Alafu ndio jo Goshodo ako na pake. Analipa mablog zote, anawatumia maso mbili. Waharibie jina Godi tena hadi. Godi tena ni mwizi, Godi tena jua na walipa sasa like anajaribu kukoroga mafans wangu. Godi tena aliniibia. Yet alinipea tukiwa in love. Akiwa in love, si ukiwa in love. Alipatana na stick proper. Stick proper alikuwa ananipea kila kitu bro, kila kitu. Unasema kuna manibatishangi. Kuna hiyo post ya NGC. Bro, si Goshodo amejama ameanza hey hiyo sijui iPad brother yangu classic. Mimi naibaje viatu ya dem bro. So nyinyi mtajaji, nyinyi mtaamua ni nani yako sawa. Unajua mara mingi wanasemanga mambo ya watu wawili usiingilie kati, because inasemekana Udem aliamua kuhost mse peke yake. But sasa Udem anasema yeye alipatia Godi tena nini iPad apeleke bro yake mdogo. But sasa Godi tena anasema ni kwa kazi mzuri aliyoifanya, so Udem akaamua kumspoil, anaamua kumpatia kila kitu. Okay, Udem si ati ni yako chini. Kulingana na Godi tena anasema Udem ako na do analipa 1 million per week. So mtu analipa 1 million per week ako na kitu. Unaget? So iPad ni 70,000. So hizi niambia hiyo ni kitu yenye anafaa kufuatilia kama ilikuwa mbaya. Na Godi tena anasema vizuri sana kitu yenye ilifanyika na Udem mpaka akakosana na yeye, ama Udem akaamua kumwanika ati yeye amemuibia, ni kwa sababu Godi tena venye alirudi kutoka Australia amefika home, kuna picha yake na demi yake fulani ilipostiwa. Sawa. So baada ya kupostiwa hiyo picha, ule dem Nasimiu sasa akaona hiyo picha, kuona hiyo picha sasa hapo ndio akawa amejam. But yule dem aliulizwa ni aje, unajua Godi tena anakuanga na girlfriend? Akasema najua, na kwanza ni best yangu, sisi wote ni mabest, unaget. So hapa kuna story yenyewe either ni cloud chasing ama ni aje. But kama ni ukweli Godi tena aliiba, hiyo ni makosa ya hali ya juu. Na kama ni ukweli alipewa kwa sababu ya mechi safi, then yule dem ufai kuleta feelings kwenye kuna mapenzi na mapendo, si ndio? Subscribe to the channel, mazio ndio nilikuwa nayo kwa leo. Na hivi sasa make sure mmenisupport. Adios.